Leo ninataka ni base kwa haraka kuzungumza habari ya muujiza. Kuna namna ambazo Mungu anaweza kuzitumia kutubariki. Namna ya kwanza ni kwa kufuata kanuni, principles. Unapanda, unavuna. Unapanda mbegu ya mahindi, unavuna mahindi. That is a principle. Na hiyo ni namna ambayo Mungu anaitumia kutubariki. Namna ya pili ambayo Mungu anatumia kutubariki ni namna ya kutumia miujiza. Maana yake Mungu ni mkuu kuliko kanuni za dunia, na Mungu ni mkuu kuliko mipangilio ya wanadamu. Sasa Mungu hafungwi na kanuni za asili, anafungwa na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. But he promises a miracle. Kwa hiyo muujiza ni nini? Muujiza ni tukio la ajabu au lisilo la kawaida linalopita uwezo wa asili, sayansi na akili yetu ya kibinadamu, ambayo hutendeka kwa nguvu ya Mungu. Irudie ili uweze kufollow. Muujiza ni tukio la ajabu na lisilo la kawaida linalopita uwezo wa asili au sayansi au akili ya kibinadamu au uelewa wa kibinadamu, ambalo hutendeka kwa nguvu ya Mungu moja kwa moja, ili kudhihirisha utukufu wa Mungu, mamlaka ya Mungu na kuthibitisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So tunapozungumza habari ya muujiza, ni kweli tunaamini katika kanuni, lakini Mungu wetu ni mkuu kuliko kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo ninataka imani yako ikue, uanze kutarajia muujiza kwenye maisha yako. Inawezekana ni muujiza kwenye afya yako, inawezekana ni muujiza kwenye familia yako, inawezekana ni muujiza kwenye uchumi wako, lakini ninataka uanze kujua ya kwamba a miracle can happen. Muujiza unaweza kutokea, na uanze kutarajia muujiza. Ni rahisi sana kuamini katika kanuni, fanya kazi kwa bidii, na ni muhimu kuzifuata kanuni, lakini kuna majira ambayo Mungu katika uwezo wake anaweza kufanya muujiza, na ninatamani uamini katika muujiza. So katika muujiza, vitu vya msingi, kitu cha kwanza ni tunaona ni Mungu anaingilia kati. God intervenes. Pale ambapo madaktari walisema hii haiponi, Mungu anaingilia kati. Pale ambapo uzoefu unasema haiwezekani, a miracle happens, Mungu anaingilia kati. Na ndio maana ni muhimu kuomba, kwa sababu kazi ya maombi ni kumwalika Mungu aingilie kati katika hali ya kawaida. Kile kitu ambacho kilikuwa kinapaswa kufuata utaratibu wa kawaida, kupitia maombi tunamwalika Mungu aingilie kati, ili kisicho cha kawaida, au kwa maneno mengine kisicho cha kibinadamu, kisichowezekana kwa akili ya kibinadamu, au kwa lugha nyingine, kile kitu ambacho tunakiita muujiza kitokee. Na ninaamini siku ya leo kuna mambo ambayo Mungu anataka kuingilia katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ninakujenga, kwa sababu ili uweze kupokea kutoka kwa Mungu ni lazima uanze kuamini. So start believing for a miracle. Anza kumwamini Mungu kwa habari ya muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine tunachokiona mara nyingi, miujiza inasukumwa na huruma na upendo wa Mungu. Nimesha kufundisha na nataka nirudie, kwa sababu ninataka uelewe sana ya kwamba ujasiri wa Mkristo sio katika talanta yake, sio katika uwezo wake, sio katika karama yake, sio katika connection yake. Ujasiri wetu ni kwa sababu ya imani yetu kwa Mungu wetu.
Ujasiri wetu ni kwa sababu ya Yesu Kristo tuliyembeba, wa Yesu wetu tuliyembeba. That is the source of confidence. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninataka uanze kuamini katika muujiza kwa sababu unaamini katika Mungu. Kitu cha pili, muujiza unamletea Mungu utukufu. Adui shetani na nguvu za giza wanaweza wakafanya mambo yasiyo ya kawaida. They can do something. Lakini tofauti ya muujiza wa kimungu unaotokana na Mungu na muujiza ya kipepo na ishara na uganga na uaguzi ni kwamba kile kinachotokana na Mungu kinampelekea Mungu utukufu. Na hii ni tofauti ya huduma yoyote ya kweli na huduma isiyo ya kweli. Chochote kilicho cha Mungu kinawaelekeza watu kwa Mungu. Watu wanakutana na Mungu na sio Apostle Clement au Prophet Clement. That is a mark. Kwa hiyo kitu kinaweza kutokea, kujua kwamba ni cha Mungu kinakufanya wewe uliyetendewa muujiza uinue mikono yako kusema Mungu asante, kusema Mungu kweli upo. Kwa sababu wakati mwingine mambo yanaweza yakatokea, lakini kile ambacho hakikufanyi utambue mamlaka ya Mungu kwenye maisha yako hakitoki kwa Mungu. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo miujiza, sasa nataka nikuelekeze kwa haraka. Naamini katika miujiza. Hebu sema naamini katika miujiza. I believe in miracles. Hebu sema ninaamini katika miujiza. Sasa nataka nikupe sababu 4 kwa nini uamini katika miujiza. Why you should believe in miracles. Na kwa nini ninaamini katika miujiza. Chukua notebook yako, andika, itakusaidia usilale. Kwa nini ninaamini katika miujiza? Kitu cha kwanza, naamini katika miujiza kwa sababu naamini katika Biblia. Biblia imejaa miujiza. Kuanzia Mwanzo sura ya 1, stori ya uumbaji, hadi Ufunuo, ukikata kwenye Biblia yako, ukakata ukaondoa sehemu zote ambazo kuna miujiza, hautatambua, haitakuwa tena Biblia. Hautakata ukurasa moja, hautakata kurasa 2, utaondoa habari za Ibrahimu aliyepata mtoto wakati wa uzee, utaondoa habari za uumbaji, utaondoa habari za kina Isaka, utaondoa habari za kina Yakobo, utaondoa habari za wana wa Israeli, utaondoa historia yote ya Yesu Kristo, utaondoa kanisa la kwanza. Remove everything, kwa sababu Biblia imejaa miujiza. Najua kuna watu ambao wanasema hakuna tena miujiza, lakini nataka nikwambie Yesu ni yeye yule, habadiliki. Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki. Yeye Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki. So, kila anayeamini Biblia inampasa kuamini katika miujiza. Sijui ni nini umekwama, sijui ni eneo gani ambalo madaktari wamesema hawawezi, sijui ni jambo gani ambalo unaona hesabu zako ukipiga haitakaa sawa. Amini katika miujiza kwa sababu unaamini katika Biblia. Amen. Sababu ya pili, ninaamini katika miujiza kwa sababu ninaamini katika Mungu. Mungu yupo na Mungu ni Mungu wa miujiza. Msingi wa muujiza ni Mungu kuingilia kati. Maana yake kama Mungu yupo, miujiza bado ipo. Kama Mungu tunayemuita anayesikia maombi bado yupo, miujiza bado ipo. Kama Mungu kweli anasikia maombi, miujiza bado ipo. Si kama kuna mtu anaamini. Hebu sema kama Mungu yupo, kama Mungu kweli anasikia maombi, miujiza ipo. Muujiza wangu bado upo. Hebu sema, ifanye kuwa binafsi. Kama Mungu anasikia maombi. Siyasikia watu wakisema. Hebu sema kama Mungu anasikia maombi,
muujiza wangu bado upo, muujiza wangu upo. Kila anayemwamini Mungu anaamini katika, anapaswa kuamini katika muujiza, because God is alive. Umekata tamaa, kweli haiwezekani, muujiza upo. Miracle can happen. Kwa sababu Mungu yupo, utapata muujiza. Muujiza wa watoto, muujiza wa ndoa, muujiza wa uchumi, muujiza wa kuinuka, because God is alive. Kwa sababu Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya tatu ni kwa sababu ninaamini Yesu wetu ni Yesu wa muujiza. Angalia maisha ya Yesu kuanzia kuzaliwa kwake. Biblia inasema, wataalamu wa theolojia wanasema Yesu ni theolojia kamili. Yaani ukimsoma Yesu umepata theolojia kamili, umeelewa kila kitu kuhusiana na Mungu. So Biblia inasema yeye ni express image of God. Yeye ni udhihirisho wa Mungu mkamilifu. Si kuna mtu ananielewa? So Yesu Kristo ni Yesu wa miujiza. Unasoma habari za Bartimayo, unasoma habari za mwanamke aliyetokwa na damu miaka mingi, unasoma habari za yule mtu ambaye alikuwa kwenye pool, kwenye kisima cha Siloamu, anasubiria muujiza. Yesu anamwambia jitwike godoro lako uende. Na Biblia inasema Yesu ni yeye yule jana na hata milele. Ninaamini kwa sababu Yesu yupo, lazima upokee muujiza wako. Si kama kuna mtu ananielewa? Get ready for your miracle. Kwa hivyo mwambie jirani yako, jiandae kwa muujiza wako. Mwambie jiandae kwa muujiza wako. Kwa sababu Yesu yupo, utaanza kuona miujiza katika jina la Yesu. Kama kanisa tutaanza kuona miujiza katika jina la Yesu. Tutaanza kupokea shuhuda za miujiza katika jina la Yesu. Utakuja na ushuhuda wako kwamba Yesu ameniona katika jina la Yesu. Kwa sababu Yesu wetu ni Yesu wa miujiza. Tunaamini katika miujiza. Sababu ya nne, kwa sababu kanisa la kwanza lilikuwa na miujiza. Angalia maisha ya Petro, angalia maisha ya Paulo, angalia maisha ya Yohana. Yalikuwa ni maisha ya nini? Miujiza, a miraculous life. Historia ya kanisa. Na kitu cha tano, ninaamini katika miujiza kwa sababu nimemuona Mungu. Si kama kuna mtu ambaye amemuona Bwana kabla kwenye maisha yake. I have seen God. Anasema nilisikia habari zako zamani, lakini sasa nimeona kwa macho. Nimemuona Bwana kabla. Najua umemuona Bwana, na kwa sababu hiyo nataka nikwambie utamuona Bwana. Siko. Muda wetu umeisha. Lakini I have seen God. Nimemuona Mungu akifanya sana. I have seen God. Ukiangalia maisha ya Yesu yako maeneo mengi. Katika maeneo ya uponyaji, Biblia inatuambia kwenye Yohana sura ya 5. Kuna yule mtu alikuwa anasumbuliwa miaka 38 anaumwa. Yesu alipokutana naye akamwambia jitwike godoro lako uende. Mungu anaweza kufanya muujiza kwenye afya yako. Mungu anaweza kuponya afya yako. Nisikilize mtu mmoja, huo ugonjwa unaweza kuondoka. Anza kuamini na utakuwa mzima katika jina la Yesu Kristo. Kwenye familia Yesu ni wa miujiza. Ngoja nikupe story za watu wawili kwa haraka. Angalia story ya Hana. Hana alikuwa hana mtoto. Alichekwa na mke mwenzake. Lakini Mungu akampa Samueli. Mungu atakufanyia muujiza. Kama alimfanyia Hana, Mungu atakufanyia muujiza. Nataka nitamke juu ya maisha ya mtu mmoja, Mungu atakufanyia muujiza. Nataka niseme utapakata mtoto wako katika jina la Yesu Kristo. Utaona muujiza wako katika jina la Yesu Kristo. Katika muujiza, angalia Sara alikuwa tayari mbikize. Lakini Yesu huyu Mungu nyamani. Hakuna kuchelewa kwa Mungu. Hebu sema hakuna kuchelewa kwa Mungu. Sara alipata muujiza wake. Utakuwa na muujiza wako katika jina la Yesu. Sio tu kwa watoto, katika familia. Nilikuwa na tafakari nikaangalia jinsi ambavyo Mungu alimkutanisha Ruth na Boaz.
Ruth alikuwa ni mtu wa mataifa, alikuwa hana sehemu katika milki ya watoto wa Mungu, lakini kwa namna ya kipekee Ruth akakutana na Boaz, na Ruth akaingia katika mpango wa Mungu wa wokovu. Nataka nizungumze na kila binti, unayenisikia. Utakutana na Boaz wako katika jina la Yesu. Mungu atamleta katika jina la Yesu. Expect a miracle. Mtu mmoja anasema, mchungaji, kanisani sioni kabisa wale vijana wako serious. Mungu atakuletea. God will bring you first, kwa sababu Mungu ni wa miujiza. Haleluya. Angalia Rahabu. Rahabu anafanya nini kuwa bibi wa Yesu Kristo? Alikuwa ni kahaba. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni kahaba, lakini ashukuriwe Mungu wa miujiza, akamfanya yule kahaba kuwa mama katika familia na katika ukoo wa Yesu. A miracle can happen. Nisikilize mtu mmoja, a miracle will happen. Ngoja nikuonyeshe muujiza mwingine, muujiza wa kubadilishwa. Hebu sema kubadilishwa. Tunajua wote habari za Sauli ambaye alikuwa ni Sauli alikuwa ni mkorofi, alikuwa ni muuaji, lakini alikutana na Yesu. Alipokutana na Yesu, muujiza ukatokea. Yule ambaye alikuwa ni muuaji, yule ambaye alikuwa hataki kusikia habari za Yesu, Mungu akamfanya kuwa mhubiri wa Injili, na hata akafa kwa ajili ya Injili. Ni nini ambacho umekikatia tamaa? Umejikatia tamaa? No. Kuna muujiza wa mtu mmoja kubadilishwa. You will change in the name of Jesus. Utabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakubadilisha katika jina la Yesu Kristo. Yale unayoyafanya siku moja utakuwa unawaonya watu, utakuwa unawahubiria watu. I tell you for sure. Ni nani ambaye umemkatia tamaa? Mungu anaweza kubadilisha. Hebu sema, Mungu anaweza kubadilisha. Nasema Mungu anaweza kubadilisha watoto wako. Mungu anaweza kubadilisha familia yako. Kuna mtu, hili ni neno la Mungu kwa ajili yako. Anza kuamini, muujiza utatokea. Familia yako itabadilishwa kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu anaamini familia yako itabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Nitikia amina. Familia yako itabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Ndoa yako itabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Mume wako atabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Mke wako atabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Wewe mwenyewe utabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Uchumi wako utabadilishwa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa muujiza. He's a miracle working God. Expect a miracle. Kabla mwaka huu haujaisha, tarajia muujiza wako katika jina la Yesu Kristo. Tarajia muujiza wako katika mwezi unaoanza. Tarajia muujiza wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. You have a reason to believe. Ngoja nikuonyeshe muujiza kwenye eneo la uchumi. Tulikuwa tunasoma siku ya Alhamisi kwenye maombi. Wamekuja watoza ushuru, wamekuja kwa Yesu na Petro. Yesu anamwambia Petro, nenda kavue samaki. Yule samaki wa kwanza, yule a miracle of provision, muujiza wa utoshelevu katika mahitaji. Nenda kavue samaki. Hatuna mahitaji yetu na mahitaji yako. Nenda kavue samaki. Yule wa kwanza ndio muujiza wetu. Mungu anaweza kufanya muujiza katika uchumi. I tell you, kuna mtu ananisikiliza, uko kwenye mawazo kwa sababu ya uchumi wako. Anza kumwamini Mungu kwa sababu ya uchumi wako katika jina la Yesu Kristo. Tunaona habari za prophet, nabii mmoja ambaye alifariki, akamwacha mke wake ana madeni. Mjane huyo akasema sina cha kufanya, akaenda kwa Elisha. Elisha akamwambia, una nini mkononi? Kama umenisikiliza vizuri ungejua ya kwamba una jina la Yesu Kristo. Lakini yule akasema ana mafuta. Mafuta ilikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu. Akasema this is what I have. Akamwambia jifungie na hayo mafuta. Muujiza utatokea hapo katika jina la Yesu. Kuna mtu nataka nizungumze kwenye uchumi wako. Ribala kaskori bala yata. Ninataka nizungumze kwenye uchumi wa mtu mmoja.
Kuwa tayari kupokea muujiza katika jina la Yesu. Kuwa tayari kupokea muujiza katika jina la Yesu Kristo. Muujiza wa kazi katika jina la Yesu Kristo. Ninazungumza kama mtumishi wa Bwana juu ya maisha yako. Pokea muujiza wako kwenye uchumi katika jina la Yesu. Madeni yako yasamehewe katika jina la Yesu. Mungu akupe namna ya kutoka. Mungu akupe namna ya kutoka. Usimame kwenye uchumi wako. Usimame kwenye uchumi wako. Mungu anaweza kufanya. Expect a miracle katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, ninahitaji muujiza. Hii ni sababu nyingine ninaamini katika muujiza, kwa sababu ninahitaji muujiza. I need a miracle. Hebu fungua kinywa chako, mwambie Bwana, ninahitaji muujiza. Taja, inawezekana ni familia, inawezekana ni ndoa, inawezekana ni uchumi.